Na ningelipenda kusema hivi, Mheshimiwa mtukufu Makamu wa Rais, leo ningetaka nije na Wangoi, my firstborn daughter, 34 years old, mama yake anatoka kwako. Sijui kama ulikuwa unajua namna hiyo. Watu wananionanga tu kama kichaa, huyu mtu ya bangi. Lakini ile bangi mimi huongea juu yake ni ile ya kutengeneza mazao, ile ya kutengeneza silaha kama Israeli, ile ya kutengeneza dawa, sio ya kuvuta. Na ningelipenda pia kusema kabla sijaendelea kwamba Mheshimiwa Raila Odinga, Mheshimiwa Eugene Wamalwa na Mheshimiwa Peter Munya wamenituma nikuletee pole. Na Munya akaniongezea kidogo dota yake ambaye ni MCA, akasema enda na yeye, kama ataruhusiwa kuongea sawa, kama hataruhusiwa niongee. Munya ako na wewe. Na ile kitu kingine ambayo niliangalia bwana governor, nilikuwa nafikiria nitapigwa na mawe hapa. Manake kule Bungoma kwetu, bwana Makamu wa Rais, nataka wende waangalie kwa nini kwa Kikuyu watu wapigani mawe, wanasiasa. Kwa nini Bungoma peke yake ndio yuko watu wanapigana siasa na wenyewe wanajulikana? You as the deputy president, you have the authority and the ability to find out why, because you have the machinery. And if I may tell you, the people who are beating others are the people you people have given power. Kupiga watu na mawe. Nashukuru pia kuona my friend Sabina Chege, who has been my client. Sabina, ulikuwa hapa hukusema. Ungesema tu ndio watu wajue mimi sio kichaa. Na hapa pia nimeona mambo mengi. Kuna timu hapa inaitwa Wajakoya FC. Sijui kama uko na habari. Iko Huruma. Ningependa Makamu wa Rais kwa rafiki yetu ambaye tumeanza naye leo. Maana this is the first time I've shaken the hand of this man. Na nilikuwa nafikiria hata nichapa kofi. Lakini the man is in. Therefore I'm extending an olive branch to you, my brother Kashagwa. That siasa ni ile ya nje. Lakini sisi vile tuko saa hizi Kenya tuko sawa. Hatuko sawa ama hatuko. Isipokuwa ile mambo mengine hapa na pale tutatengeneza vile itakuwa. But I'm inviting you to come to Mumias to have a cup of tea with the Wanga. Probably, and this is following what you have done in the Kikuyu land. Kikuyus brought me to be who I am today. JJ Kamoza educated me. Yes. James Njuru educated me. Yeah. Nathan Kahara educated me. When I was at Chokora in Nairobi. Kikuyu nation, you kill one, 10 are born. You are the bastion na hii mlima is a sacred mountain. Ninyi ambao mnakaa hapa kwa hii mlima hamjui, sisi tunajua. Without hii mlima sisi hatuendi mahali. Kweli rongo. Ndio naona mimi nikienda kwa mlima kila mtu anasema Wajakoya. Na bwana JJ, Bishop JJ. Unajua we are pairing. My wife namna hii wako hivi wanajuana. Sani yako anacheza mpira UK, wangu pia anacheza, wanajuana. Ile kitu sijui tutaungana namna gani. Niko na kadota kanafanya medicine. Labda tutaongea hiyo maneno baadaye. This is not the first time, and I don't know how, Mr. Governor, Bwana Governor. I don't know. Why can't you come to Bungoma, where you have got a governor who is a friend to the deputy president, and tell them to leave this culture of stone throwing na kupayuka na kutukanana. Kenya ile tulio nayo today, hatutaki kutukanana tena. Tumechoka. Kikuyus do mature politics. Na sisi Waluya tunapigana. Na mkae mkijua kwamba Wajakoya yuko kwa debe 2027. Wanakachagua. Tutakunywa chai na wewe tuone vile tutatengeneza hiyo mambo. Asanteni sana. Haya. Tusidikize Wajakoya na makofi. Nafikiri Wajakoya amesema yote, si ndio? Amesema
Ako sawa, si ako sawa, hayuko sawa? Ako sawa. Hiyo maneno ingine watu wanasema hayuko. Nimkaribishe pia rafiki yangu na ambaye kwa sasa ako busy sana akiangalia mambo ya trade na mambo ya kuona kwamba uchumi wa nchi unaendelea vizuri sana. CS Moses Kuria, karibu sana. Asante sana gavana, rafiki yangu gavana badilisha, Archbishop wa Ng'ombe, Archbishop Jerry Kibarabara PhD, mabishop wote, my fellow ministers on this side, Mheshimiwa makamu wa rais na viongozi wote, rafiki yangu, ndugu yangu, my very dear brother Bishop JJ. Nimekuja hapa leo kutoa rambirambi zangu za familia yangu kwa sababu ya kuachwa na mama yetu. Hiyo group ya WhatsApp ambao umetaja, I've been a member since day one. Na sijawahi kutoka. One of the things nimeona huyo muda yote ni kwamba wewe when you are low unaambia watu leo spirit yangu iko chini. When you are in strong spirit, we get to know. I know, mimi najua umeng'ang'ana na hii maneno. Mimi nakuombea Mungu na nakuomba uruhusu mama apumzike, tuwe kukubali, na tumejaribu yote ambayo ungeweza. Your life for the last 2 years have been revolving around the sickness of your mother. Kwa hivyo nataka kuambia kwamba mjipe nguvu na familia yenu yote, na Mungu waliwaza ndio tuweze kuendelea mbele. Na vile nilikuambia siku ya Jumamosi, sisi zote tuko katika hiyo safari. Hata Wajakoya ako katika hiyo safari. Hata wewe Bishop, siku moja tutaenda tukutane na mama. Mambo ile nilikuomba ni kwamba wewe ukuja hapo mwisho ndio uzike wengine, usiende mapema, na mimi ndio nitoe hotuba kama waziri kwa hiyo mazishi yao wengine, pia tubaki na wewe. Yule mtu tutatuma kwanza ni Karangu wa Muraya, ndio wakati tutaingia huko atushike live, tuingie in style. Kisha bila kazi umefanya haupa tukigira kudu kugu longi nyoko yonekana kukigira kumarome ginyagedurine kifura hemu ya kuendelea. Niseme pia tukiwa hapa katika kaunti ya Nyandarua, makamu wa rais, tuko na kazi kadhaa zinaendelea. Tumeambiwa mambo ya barabara. Anajua Mheshimiwa Kiraho na timu ya Nyandarua, Mheshimiwa Medho, mlikuwa na Mheshimiwa rais na mkapanga mambo ya barabara. Mheshimiwa makamu wa rais, nataka kuomba ya kwamba mimi na wewe tukishikana tuweke kuni na tuweke electric shock kwa kiti ya waziri Murkomen. Akijaribu kaa chini anapigwa na shock, anakumbuka Nyandarua. Kwa sababu hapa najua barabara kidogo za Nyandarua tuko na changamoto upande wa barabara. Kutoka hapa tupitie pale Nakuru, tukute waziri wetu ndugu yetu Njeru, tumwambie damu yetu pale upande wa Daragwa, damu ya Pesi damu, na ambao inaweza kupea watu wote wa Nyandarua, watu wa Daragwa na watu wa Olkorau. Tumwambie hata zingine zilitushinda, hiyo izitushinde. Upande wa Nyandarua South tuko na industrial park ambao nilianza nikiwa katika ile wizara nyingine. Na kidogo najua natumanga Medho akienda nyumbani angalie pale Jabini. Na hiyo kazi naona inaenda pole. Mheshimiwa Deputy Governor umesema kwamba to regulate viazi ya Nyandarua bila itakuwa kwa gunia. Mimi sikubaliana na wewe. Hata hiyo 50 kilograms sikubaliana na wewe. Ningetaka
viazi yote ya Nyandarua ipitie Jabini ifanywe value addition, ndio tuweze kupata pesa zaidi. Ningepata carrots na cabbage na kila kitu hapa. Wale watu wa KFC ambao wanatoa chips kutoka Amerika waanze kutoa viazi chips zao hapa Nyandarua, kwa sababu ya value addition na agro processing ambao tunaweza kufanyia hapa Nyandarua. Na ni kwa sababu hao watu tuko na deni yao. Hao watu waliamka mapema wakatupigia kura. Wakapigia Mheshimiwa Rais, wakakupigia kura Mheshimiwa Makamu wa Rais, na wakachagua hao wabunge wote na waheshimiwa wote including huyu Mmedo. Na kwa hivyo mimi naona tuko na deni hao watu na lazima hiyo deni tutalipa. Mimi ningetaka tu kuomba wabunge ambao wako hapa tukimalizia. Mmesikia huko bunge, kabla sijahau Mheshimiwa Makamu wa Rais, last week tulikuwa hapa, tulikuwa na huyu governor na deputy governor, tukazunguka vocational training centers zote 26 hapa Nyandarua, na tukasema vile rais aliniamrisha nizifanye zikuwe idara za NYS. Governor wa kwanza kukubali alikuwa ni huyu Badilishi, na sasa hizo 26 vocational training centers zote nitazifanya zikuwe idara ya NYS, ndio tuweze wale vijana ambao tunaambia waache pombe, waache bangi, na nimesikia Wajakoya pia amesema sio ya kuvuta, au wote tuweze kuwapatia nafasi za kupata maarifa, kupata taaluma, na ndio waweze kujimudu katika maisha yangu. Mheshimiwa Party Leader Sabina na Mheshimiwa Kiarao, Mheshimiwa Medo, Mheshimiwa Jerry Wanjiru Kiara, na Mheshimiwa wote, mmesikia huko bunge mkisema ati huu mwaka tusifanye mambo ya kureview boundaries zetu, na mimi sikubaliani na hiyo, mimi sitakubali. Boundaries zetu lazima zigawanywe. Ukiangalia constituency kama ya Kinango iko na watu wengi zaidi, na nimesema hiyo boundaries, katiba ndio imesema igawanywe mwaka huu. Kwa hivyo nimesema delineation of boundaries ifanywe, kama sio sasa ifanywe sasa hivi. Kwelelo tikunegero nego yado itu kogo miaka ikanyo leo modo ikanya yake Mungu. Bishop mfanya vizuri kwa sababu ya ile heshima umepea kanisa ya AIPC, ndio kuambia aongoze hii bandi. Bishop wa Ng'ombe, unajua mimi ni wa kanisa mbili. Mimi wakati wa amani ni Mkatoliki, kikiumana mimi mtu wa AIPC. Nani gadi sensaga amudo aidile kaide muere itu wade the slogan ya idigo kule, there is AIPC in all of us. Utile modo utali karolera ka AIPC adogeligo ni modo wa AIPC taru tulari kule kwa James kwa Bishop modo aja ko muwa okiraida kaito hoe Regina wa mudoka araja kuhura darama ndugeligo ni mundu wa iri turahuraga darama nginya kwina hindi ya mahoya. Rero twero haha ati detago ati gari detago ki munene wake Wajakoya eka munene wake waita koguo ni wega muno ni wa kunyita kanitha uyu, na niä ndä gä thiä na kanitha wa iti na makanitha mothe kanitha å yå niä ngä thirwo må mbunge må ndå å rä a wandeithirie kå ingä ra må no nä Archbishop wä tagwo wa Ng'ombe, na nä oä nä nyitagä ra kanitha å yå, and siku ya Alhamisi tutakuwa na yeye sababu ya kuendeleza mambo ya kanisa. Kwa hivyo asante sana, na mwisho kimalizia ni kushukuru Mheshimiwa Rais kwa ile ujumbe ulitoa jana, mambo ya kusameheana, na mimi nataka tusamehe watu wote na tuungane wote, tusamehe wale watu ambao ni wa kanisa yetu, wa nyumba yetu, wa dini yetu, wa kabila yetu, na hata wale watu ambao si wa kabila yetu. Tusameheane Kenya mzima. Hata mimi vile ulinionyesha jana, nilipigia Mheshimiwa Rais, former Prime Minister Raila Odinga, nikamwambia ile maneno nilikuambia ya kwamba tuludedaiga shirue tuwe dera na ile Yesu ya kwa
na ndamura ogone ndana kuhutia ngoro handu ujohere na jamii yako tuendera kana igaiisha kwa irue na ndio leile. Kwa hiyo hiyo mtindo ambao umeanza ni vizuri sana na tuhesameane wote na tugane twandu aitu turigithanie nginya bururi wothe tugo tukindu kimwe tuhere Jaruo tuhere Baruya tuhere Kalenjin andu othe mohero makoro mari kindu kimwe. Kwa haya machache na mengi nichukue hii nafasi badisha lugeta munene ndio hapa watu waletia mimi hadi na federa tika shibu wewe hiyo ni sawa sawa, hiyo ni sawa sawa mheshimiwa, hiyo ni sawa tukiwa hapa nyumbani labda. So anyway nataka